Moja ya ndoto ambayo watu wengi wanaota sana kipindi hiki ni ndoto ambayo unaota umerudi kijijini kwenu. Inaweza ikawa ni mahali ambapo uliishi zamani, iwe ni shuleni, iwe ni eneo lolote lile, iwe shule, iwe nyumbani kwenu, iwe pale ambapo uliishi labda kwa ndugu. Na hii ndoto sasa inatofautiana pia. Kuna mwingine mfano leo amenitafuta, yeye aliota amerudi kijijini akakutana na nyoka wawili, mmoja akakimbia, mwingine akamkanyaga, alafu akabadilika akawa mtu. Ile ni alama ya miungu. Yaani kuna watu ambao waliabudu ile miungu. Do you understand? Ni nguvu za giza ambazo zimetawala kwa sababu wanakijiji walikuwa wanaogopa kupita ile njia. Yeye baada ya maombi ya saa 9 ndo anaota hiyo ndoto, yeye ndo anaenda anawaondoa wale yale maroho ya giza. So lazima ujue kuna tofauti. Mfano huyu anaonyeshwa kijijini kwao kuna miungu, lakini pia anaonyeshwa kwamba amepewa mamlaka ya kushinda. Umenielewa mpaka hapo? Lakini tofauti na mtu ambaye wewe unaota kijijini unafanya tu vitu, hujawahi kuonyesha vita, hujawahi kufanya nini. Pengine unaota upo kijijini, mara umelala na joka, mara umefanya, maana yake ni alama ya mizimu au miungu ambayo inafuatilia maisha yako. Lazima ujue hicho. Okay? Kama unarudi wapi? Kijijini. Okay? Alafu nakutana na majoka labda ambayo unakuwa nayo, huonyeshi mamlaka yako. Lakini maana ya pili ni roho ya kucheleweshwa, kurudishwa nyuma. Especially wale ambao wanaota ulikuwa umeshamaliza chuo unarudishwa huko darasa la 4. Umenielewa mpaka hapo? Yes, unarudishwa huko darasa la 4. Hiyo ni alama ya kwamba kuna roho ya kucheleweshwa. Kuna namna either unajichelewesha wewe au unacheleweshwa. Remember, kuna mitihani ambayo Mungu anatupa kwenye maisha ili uivuke, unapanda daraja. Ukishindwa unajichelewesha mwenyewe. Kuna watu ili wapige hatua wanahitaji kushinda hicho kiburi walicho nacho. Lakini kwa sababu wameshindwa kiburi, wako pale pale. Ndio maana utaota unafanya, yani unaonekana kama umefeli. Maana yake ni tafsiri ya kwamba umeshindwa kufikia kile ambacho Mungu anataka ufikie. Kwa hiyo maana yake umejichelewesha. Lakini kuna nguvu za giza pia ambazo huwa zinachelewesha watu. Maroho ya giza ambayo yanahakikisha yanakurudisha nyuma. Okay? Mizimu pia ina hiyo kazi, lakini sio kila kucheleweshwa ni mizimu. Do you understand? Kwa hiyo ni tafsiri ya ndoto ambayo itakusaidia sana. Mimi nikutakia siku njema, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Follow Instagram, follow YouTube channel zingine na Mungu atakubariki sana. WhatsApp ni 0627945434.